Yes, bana tumeshapokea mwaliko ambao mwenye nyumba ametualika, na of course kubwa ambalo tunalingoja hapa ni kuweza kumsubiri mwenyewe Tajiri Chui ambaye pia tumejuzwa yuko maeneo haya. Yuko wapi? Mamdogo hapa atatusaidia kwenda kumuita, lakini baada ya hapo story nyingine zitaendelea zaidi. Tuite Chui. Bana, leo mama na ujasiri wa kumshika mpaka mkono, yani kumpa kiti akae mwenyewe. Siku zile alikuwa anakuogopa ujue. Siku zile bwana mama alikuwa ananiogopa kweli. Umeona bwana? Sijajua huku imekuwaje siku ya leo. Kwanza kafika vipi huku? Mbona sielewi na nashangaa na muona hapa. Bana, mambo ni mengi, muda ni mchache. Sisi wenyewe ametusurprise na nimeona simu yake, kaniambia leo nimepanga kumsurprise mwanangu kufika nyumbani na kuweza kupaona kwake, kwa sababu ni muda mrefu sijawahi kufika kwake. Hilo ndilo ambalo limeweza kumleta kwa siku ya leo, na bahati nzuri tumekukuta mwenyewe. Mimi bwana, unajua huko sio sehemu ya kuishi. Huko sikaaji huko, ni sehemu ambayo siku za weekend kama hivi nakuja kutembelea tu. Mara moja. Mimi siishi hapa, yani sehemu ambayo wanaishi vijana wangu. Kwa hiyo ila kila weekend lazima nifike hapa. Kwa hiyo hii nyumba sometime inakuwa inakaa, yani panakuwa hivi hivi, hakuna mtu wa kulala, hawaishi mtu yote. Ila pia ni kwa Tajiri Chui, maana tumeelekezwa ni hapa. Yes, of course. Ni pia hapa ni kwangu pia, lakini huwa sio mara nyingi sana kwamba nakuepo, yani kwamba ukinihitaji unanipata kwa muda mwafaka hapana. Huwa sikujali. Yani labda weekend yenyewe naweza nisifike, weekend hivyo, yani nashangaa mama leo kanihotea, kanibaitisha, kanikuta hapa. Tajiri, ni mengi ambayo yamezungumzwa, lakini cha kushangaza ni kumuona mama anafika hapa nyumbani, na hii ni baada ya mafundisho mengi sana ambayo ameyapata hapo katikati kipindi ambacho tulikuwa tuonana na wewe. Unajisikiaje? Mimi najisikia furaha kwa sababu unajua nyinyi ndio mmemweka mama sawa. Sasa hivi yuko comfortable sasa. So mama mpaka leo amenikaribisha yeye mwenyewe sana. Yaani sasa hivi mpaka kuna baadhi ya sehemu ambazo alikuwa anazikataa kuishi, sasa hivi anaishi. Kuna baadhi ya gari kama yule alikataaga ile, sasa hivi anaitumia. Kwa hiyo sasa hivi mambo yako fresh. Nyinyi ndio mmemjenga kiidea, kiakili, kiasi. Nashukuru kwa hilo. Sema bado ile nyumba ya kule Kimara last time alisema kuna maajabu, kuna vitu ambayo hayaelewi, anayaona akaamua hame. So tunataka tufahamu pia hilo kwamba itarudi kwenye mikono yake ama ndio basi tena tutamtafutia mahala pengine. Lile jumba ambalo alikuta mafuvu ile. Paka mara sima nini. Asa unajua hivyo vitu vya kawaida ujue. Sababu unajua kama mafuvu manini hiyo kama urembo tu. Umeelewa? Sababu kuna watu wanaweka mbona mafuvu ya watu, mafuvu ya wanyama, mafuvu ni unajua ile hivyo ni kama urembo tu ndani, sio kwamba eti mafuvu ndio inamaanisha sisi vitu vibaya, si nini, si mavitabu aliyaona yale. Ni kama yani kuna watu wengi wanaoishi na vitabu kwa ajili ya kujisomea, kusoma vitu mbalimbali. Kwa hiyo the way mnavyozidi kumjenga na mimi najitahidi kumjenga kiidea, kiakili, basi mambo yanazidi kuwa mazuri kiasi. Kwa hiyo na imani hata ile nyumba ataingia tena na ataenda kuishi kule. Kwa hiyo umeipiga bei mzee? Hapana, mimi sina njaa ya kuuza nyumba sasa hivi. Mimi ndo muda wangu sasa hivi wa kuongeza nyumba, kuongeza vitu ambavyo havipo kwa maisha yangu. Sio muda wangu wa kwanza kutoa vitu ambavyo ninavyo, si kuvitoa nje, si kuviuza, kufanyaje? Hapana. Ni muda wangu wa kuongeza vitu ambavyo sina kwa sasa hivi. I'm sure kuna vingi ambavyo ulikuwa umevimiss kwa Bi Mkubwa kwa ule muda ambao ulikuwa huzungumzi naye. Kwa sasa vinaenda kukaa sawa. Tukashare pia kwako wewe, itakuwa ni moment gani kipindi hiki ambacho unaelewana vizuri na Bi Mkubwa, lakini pia najua huyu ni moja kati ya vitu ambavyo vinakufanya riziki zako ziendelee kufunguka zaidi. Kwa leo sitazungumzia kwa sababu sikuwa tayari, sikuwa na utayari kwamba na sikujua kama atakuja. Kwamba una ugeni. Kama na ugeni, kwa sababu mimi mwenyewe nimekuja tu one time hapa. Sababu nikaona leo Jumapili na kazi yote, nisema ngoja nitembelee huko nije kupaona na huko mazingira huko. Nashangaa nadhani ni meneja yangu ndo amemleta hapa, sababu yule naye kelele yule, hata Hamza hata kama hujamwambia lazima amlete. Kwa hiyo nadhani tukitoka hapa tunaweza kuongozana au tutaenda mpaka nyumbani kwake kule. Tutafika pale tutaangalia mazingira yake, pia tutaangalia nini ambacho hana tuweze kumuongezea pale. Umeona? Kwa hiyo tutaongozana naye tukitoka hapa, ndio vitu ambavyo nitavifanya kwa siku ya leo.
Hivyo ndio vitu ambavyo tajiri Chui atavifanya kwa siku hii ya leo. So tunatamani kusikia pia na mama na yeye pengine kipi ambacho anaweza kuzungumza, lakini pia kipi ambacho anaweza kumwambia mwanae. Tumsikie time ya mama. Umemsurprise akutegemea ujio wako hapa, lakini leo umekuja. Kwanza unajisikiaje leo kwa mara ya kwanza mmekaa meza moja na mnaelewana kama hivi? Nimejisikia furaha sana. Yaani nimejisikia furaha vibaya mno. Leo kukaa na mwanangu kwenye jumba lake zuri hili, maana lile tunaona kile chumba leo kile cha maajabu ajabu leo hamna hapa. Hapa nyumba nzuri vibaya mno. Yani, unashangaa tu mjengo. Yaani nimeenjoy vibaya. Nimeenjoy mjengo wa mwanangu hapa. Na mko wangu kanipokea vizuri. Namshukuru Mungu. Ndio hivyo. Nimefurahi kuonana na wanangu. Jambo la heri. Jambo la heri sana. Unamwambia nini Chui? Namwambia mwanangu awe na. Tunatamani tusikie yani stories zenu mkipiga hapa mkizungumza. Unajua mama hajaonana na mtoto muda mrefu, hajapata muda mzuri wa kukaa kama hivi na kuzungumza pamoja. So tulitegemea yani kwamba ndo tayari sasa umeshakutana naye huyu hapa. Hebu mwambie kitu hapo, afu sikia na kujibu nini. Mwanangu. Tuache zile tofauti zote. Binadamu walikuwa wanatuambia wewe si Freemason, wewe sijui nini. Naomba mwanangu nisamehe. Sitosikiza tena maneno ya watu. Unajua mimi nilijua tu kuna watu ambao walikuwa na ushauri. Kwa hiyo hilo sio jambo ambalo linaweza kanifanya mimi labda linitoe au linifanye mimi nikuchukie. Kwa hiyo siwezi kumchukia mtu. Unajua watu tumemwambia kuongea bwana. Kwa hiyo kuna wengine yaani kuna wengine watakuletea maneno haya, watakuletea maneno haya. Sijajua washauri ni wengi kwenye maisha. Hata mimi mwenyewe pia na maadui kibao. Na wale ambao wananikubali na ambao wanakubali pia. Kwa hiyo haiwezi katokea kila mtu akupende, unajua ile. Kwa hiyo hata washauri pia wewe unatakiwa uchungu uangalie. Yaani ujue nani, yaani uangalie washauri kwanza. Huyu anakushauri nini na kinahusiana na nini? Unachambua je, ukikubali ushauri wake au ukatae ushauri wake. Kwa ndio vitu vya kujifunza kwa maisha hiyo. Sasa mama, story gani ambazo uko umezimiss kwa mwanawe? Kuna kitu unajua kile ambacho unakuwa mwanangu fulani mcheshi ama yuko hivi? Mwanangu, story za mwanangu hivyo na miss tu ucheshi wake. Maana mwanangu sio kisani, muda wote ni mtu wa kucheka cheka tu. Ndio maana anapendwa na watu. Kila mtu anampenda mwanangu sababu ni mcheshi. Sio yani ndio hivyo ilivyo hivi. Mali umeziona za mwanao? Nimeziona. Kuna baadhi nimeziona, kuna baadhi sijanionyesha, kanambia acha nionyeshe kupata muda. Tukitoka hapa ina maana ataenda kunionyesha mali zingine. Na kuna surprise mwenyewe amesema anaenda kunifanyia hiyo, ndio sijaijua bado. Sema mama ni mfanya biashara, unajua anapenda biashara. Yaani ndicho ambacho mimi nakipenda kwa mama yake Tajiri Chui. Anasema maji ufuata mkondo pia. Tumeona pia Tajiri ni moja kati ya watu ambao wameinvest zaidi kwenye biashara. Nje na muziki pia ambao anaofanya ni mfanya biashara maarufu nchini. So tuje kwa mama hapa. Nje na biashara yako ambayo ulikuwa unafanya mwanzo ya vitumbua, unatamani ni biashara gani hiyo ambayo kijana angeifanya kwako ingekuwa ni jambo zuri sana? Jambo la kwanza namshukuru sana mwanangu. Kuna gari ile alionipia baharini lile. Ndio namshukuru Mwenyezi Mungu sasa hivi linaniingizia vibaya kipato. Mimi nilijua tuweza ukapanda ile gari. Jua na vitumbua vyangu ninavyovifanya, lakini vile kama kama ada fulani ili kwa sababu ile ndio baba iliyowalea, si ndio? Lakini gari sasa hivi namshukuru Mwenyezi Mungu, mwanangu amzidishie. Pesa inaingia. Nashukuru. Kweli yule ananiletea pesa nzuri sana. Safi sana. Nashukuru kwa kweli. Safi sana. Bwana Chui, mama ulimpatia gari kwa ajili ya kutembea yake na alifanyia biashara. Ni vizuri, unajua unapotoa zawadi basi usimpangie mtu ambaye umempa zawadi kwamba hii zawadi kifanyie hivi na hivi, na hapana. Kwa hata mimi hata mfano nikukupa hela wewe kwamba ishikwa hii si milioni 1 au milioni 2. Sio kupangia matumizi yako kwamba hii pesa hii usifanyie hiki usifanyie hivi au usifanye hiki, hapana. Wewe kama ukiamua kwenda kuonga kaonge. Mfano hata bwana chukua hii gari, si ndio? Nikupa gari leo. Kwa hiyo gari sasa kuambia bwana usipite nayo njia hii, usiendeshe hivi, hiyo ishakuwa kwako tayari. Kwa hiyo mimi siwezi kumpangia, atakiamua kwenda nalo wapi aende nalo tu, ishakuwa gari yake tayari. Tumeona Mama Kanumba amekupigania sana pia kwenye hili. Una lolote la kumwambia Mama Kanumba na wale wengine wote ambao walikupigania kwenye wakati mgumu ambao ulikuwa unaopitia? Of course Mama Kanumba na vitu vingi sana ambavyo vilikuwa vinamsumbua hapa
kipindi cha nyuma. Ni mambo mengi ambayo nimemsaidia hapa, nimeyasolve hapa katikati. Okay. So yule mama sana, mama mjane ambaye ana mtu wa kumsaidia. Kwa kuna baadhi ya vitu vikubwa sana ambavyo nimefanya hapa kati. Alafu pia ukiachana na hivyo, kuna swala lake ambalo soma mwanae mwezi huu mwishoni hapo. Kuna kumbukumbu zake zile za Kanumba mwanzo. Pia tutakuwa hapo, tutashiriki pale, na kuna vitu na michango ambayo nitaitoa pia pale kama familia, sinajua. Kutoka kwenye mjengo wa Tajiri Chui tulikuwa hapa na tumekuja kumsurprise Tajiri Chui mwenyewe. Of course hakufahamu kuhusiana na ujio wetu ambao tumekuja nao maeneo haya hapa kwa siku ya leo. So tumshukuru pia kwa time yake ambayo ameweza kutukaribisha hapa baada ya kuwa tumemkuta. Tulikuwa na mama mzazi wa Tajiri Chui ambaye kwa siku ya leo kaja kupaona nyumbani kwa mtoto wake, na of course ameyafurahia mazingira, ameyapenda by the way. So tumshukuru Chui kwa kuweza kutukaribisha hapa baada ya kuwa ametuona, licha kwamba tulimsurprise, hakuwa na taarifa kuhusiana na huu ugeni. Until next time, ciao.